tenzi number 15. Umekaribishwa kwa ibada ya pili ikiwa inaongozwa na Zionites. Bwana Yesu asifiwe. Na tufungue tenzi yetu na tuimbe wimbo nambari 5. Namba 5 pamoja. Tukilisikia
Tumekusanyika hapa kwa kuvutwa na Roho Mtakatifu, tukitamani neno lake, tumsifu jina takatifu la Bwana. Tumekuja ushirikiane habari njema za utukufu na neema zake, pia kuombea mahitaji yetu na yanayoteseka katika dunia. Kadhalika tukifurahi katika pendo na amani yake. Tu warithi wa baraka wa Mungu, unafanywa upya kwa njia ya Roho wa Mungu. Sote tu wamoja katika Kristo. Njooni tupande mlima wa Mwenyezi Mungu, apate kutufundisha njia zake, nasi tuishi kadri ya mwongozo wake. Hata kabla hawajaniita mimi nitawaitikia, kabla hawajamaliza kusema nitakuwa nimewajibu. Tukisema hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe na wala ukweli haumo ndani yetu. Bali tukizungama dhambi zetu kwa toba na tumaini, Mungu ni mwaminifu na wa haki na atatuondolea dhambi zetu. Kwa hiyo tuungame mbele za Mwenyezi Mungu pamoja. Japo vitu vyote vinatetemeka, bali kupitia kwa Mwana tukaribia katika tumeasi na ukataa kutegemea nia yetu na neno lako. Rehemu Bwana, usituhesabie makosa yetu, tujalie furaha na msamaha, na tuangazie mioyoni mwetu utukufu wa yeye aliyefufuka kwa ajili yetu, Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hupendezwa na kuitia toba wafu huwa hai na waliopotea umrudia Bwana, wema na fadhili za Bwana zitawafuata siku zote za maisha yenu, nanyi mtakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Wamebarikiwa washio nyumbani mwako. Sifa zako siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tukufu wewe Baba aliye asili ya vitu vyote. Tukufu kwa Bwana aliyefanyika mwanadamu. Tukufu kwa Roho Mtakatifu mwenye kutukuza. Bwana Mungu wetu milele. Amen. Wimbo wa furaha pamoja, nataka tuimbe tukiwa na furaha, tukipiga makofi, tukikanyaga chini, tukitingiza kichwa.
Zaburi 30. Zaburi 30. The psalm appointed for the day is Psalm 30. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua, wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Bwana Mungu wangu, nalikulilia ukaniponya. Umeniinua nafsi yangu, Bwana, kutoka kuzimu. Umenihuisha na kunitoa miongoni mwao washukao shimoni. Imbeni Bwana zaburi, enyi wateule kwake, na kufanya shukrani kwa kumbukumbu la utakatifu wake. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake maana uhai. Huenda kilio kuja kukaa usiku, lakini asubuhi kuwa furaha. Nami nilipofanikiwa nilisema, sitaondoshwa milele. Bwana, kwa radhi yako wewe uliniamrisha mlima wangu. Uliuficha uso wako, nami nikafadhaika. Bwana, nalikulilia wewe, naam, kwa Bwana niliomba dua. Maana faida gani katika damu yangu ishukapo shimoni? Mavumbi yatakusifu, yataitangaza kweli yako. Bwana, usikie unirehemu. Bwana, uwe msaidizi wangu. Uligeuza matanga yangu kwa machezo, ulinivua gunia ukanivika furaha, ili utukufu wangu usifu, wala usinyamaze. Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Utukufu na Bwana na Roho Mtakatifu, ilivyo sasa hata milele. Tukae kwa somo la kwanza. Somo la kwanza linatoka katika kitabu ya Ezekieli, mlango ni wa 37, mstari ni wa kwanza hadi 12. First readings coming from the book of Ezekiel chapter 37 verse 1 to 12. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uniambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aimbiaye mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi na kutia pumzi yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama ilivyoamriwa. Kama jinsi ilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, utabirie upepo, mwanadamu, ukuambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapumzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiria kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno.
Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekataliwa mbali kabisa. Basi tabiri, waambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Hili ndilo neno la Bwana. Tusimame na tenzi 38. Twende kwa Yesu pamoja. Twende kwa Yesu, mimi nawe, njia hakuna, tuijue ona wenyewe. Good morning, church. Good morning once again. Our second reading comes from the book of John, chapter 5, verse 19 to 29. John chapter 5, verse 19 to 29. The reading. Then Jesus replied, I assure you, the Son is not able to do anything on his own, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son also does these things in the same way. For the Father loves the Son and shows him everything he is doing. And he will show him greater works than these, so that you will be amazed. And just as the Father raises the dead and gives them life, so the Son also gives life to anyone he wants to. The Father, in fact, judges no one, but has given all judgment to the Son, so that all people will honor the Son just as they honor the Father. Anyone who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. I assure you, anyone who hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not come under judgment, but has passed from death to life. I assure you, an hour is coming and is now here, where the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in him, so also he has granted to the Son to have life in himself.
and he has granted him the right to pass judgment, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, because a time is coming when all who are in the graves will hear his voice and come out, those who have done good things to the resurrection of life, but those who have done wicked things to the resurrection of judgment. And this is the word of God. The Zion choir. Yeah, Zion, members of Zion, please quickly do that for us.
Emmanuel's crown. We are marching through Emmanuel's crown to fairer was on high, to fairer was on high. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching upwards to Zion, the beautiful city of God. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching upwards to Zion, the beautiful city of God. Shall we rise? We welcome the praise team. The praise team, please, the Lord be with you. Now, this is the first Sunday in the month of May. Are you getting me? It's a month that God is going to do amazing things in your life. I want you to dance and sing like you have received answers to your prayers. Are you getting me now? One of the ways to pull the hand of God down is when we praise and worship Him well. The Bible said the Lord inhabits the praises of His people. Tell somebody beside you, don't disturb me, I want to praise God. Say it, say, don't disturb me, I want to praise God. The praise team, please. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba kila mtu anipungie mkono mahali huko. Salimia jirani, mwambie karibu kwa ibada. Mwambie jirani karibu kwa ibada kwa New Building. Ajisikie hapo nyumbani. Tunaenda kumtukuza Bwana wakati huu. Tunaenda kumwimbia Bwana. So kila mahali huko, hata kama kuna kabariki kidogo, tutaanza kupiga makofi ili tulete joto sisi peke yetu. So mahali huko zisimame, tunafaa tumtukuze Bwana. Haya, karibu. Makofi, makofi kwa Yesu. Makofi ya juu. Leo tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Yeah.
Yeah.
man. I want to thank you for this morning. We just want to thank you for the gift of life. We want to thank you for this farm. Chukua tu nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ametuleta. Kwa kuwa kama sio yeye hatungefika mahali hapa. Kama sio yeye hatunge kanyaga hapa kwa mara ya kwanza. Thank you, Jesus. We worship you, we give you honor and adoration. Sema ninaposhindwa nikuite Mwenyezi Mungu. Hivi leo sasa ninakuita unisikie. Usiende mbali nami na usiniache peke yangu. Naomba uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita unisikie. Ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita unisikie. Ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita unisikie. Tuimbe wote. Ulisema naposhindwa Ulisema
Kristo, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo Baba, tukiomba kwamba ukapata kutuongoza. Tuongoze nafsi yetu sisi kama kanisa, tuongoze sehemu yetu ya maisha yote, maana wewe ndio kiongozi wetu. Bila wewe sisi ni kazi bure. Baba, uturehemu, utusamee dhambi zetu, tutakase Baba tunapokaa miguuni mwako, ili kusikia neno lako Jehova. Baba, nenda pamoja na watu wako, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ambayo ametuwezesha kufika hapa ili kumpa sifa. Sifa ni chakula cha Mungu na tumempa sifa. Tunajua kwamba jinsi mtoto anavyompendeza mzazi wake, basi tumempendeza Mungu wetu, na hivyo tutabarikiwa. Haleluya! Basi natumaini kwamba watu wote leo wamefika hapa katika jengo letu lipya. Natumaini kwamba hakuna yoyote ambaye amebaki pale juu na amepotea njia kuja hapa. And our chief ushers najua kwamba wanafanya kazi nzuri ya kuelekeza watu wetu kutoka pale jengo la zamani hadi jengo hili mpya. This is a bunker. It's a bunker, and biblically a bunker is a fortress. Yaani ni sehemu ile ambapo watu wanapolemewa wanakimbia kujificha. Hapo ndipo Mungu halipo. Nakumbuka story ya David akikimbizwa na Saul kuuawa, alijificha ndani ya bango kama hili. Vile vile Prophet Elijah ambapo alikuwa na mawazo yamemzonga, alikimbia akajificha chini ya bango kama hili, na pale Mungu alimlisha na ndege na chakula akiwa pale. Kwa hivyo hapa we are in a fortress, na tuko in a safe place, na Mungu ambaye ni baba wetu yuko hapa leo. Haleluya. Amen. Basi tunaenda kujifunza kutoka kitabu cha Ezekiel 37 verses 1 to 12, and my theme for today is when the church feels like a valley of dry bones. When the church feels like a valley of dry bones. Kwamba kanisa linapojisikia kama bonde la mifupa mikavu. Kanisa linapojisikia kama bonde la mifupa mikavu. Nataka uangalie jirani yako ambao umekaa naye. Yaani umwangalie kama mfupa mkavu. Look at your neighbor as a dry bone. Mwangalie kama dry bone. Alafu umuulize your neighbor, can these dry bones live? Uliza your neighbor, can these dry bones live? Umekaa na mfupa, uliza huo mfupa ambao umekaa nao, can these dry bones live? Can these bones live? Na wewe mjibu, Sovereign Lord, you alone know. Mjibu hivyo. Sovereign Lord, you alone know. Hallelujah. God still raises dead churches. God still is raising the dead faith. God is still raising the dead hearts. That the dry bones don't intimidate God. The bones are his raw materials for the resurrection. Hallelujah. So stop calling dead what God calls sleeping. Hallelujah. Amen. God calls it a pre-resurrection and not a post-mortem. Israel is in Babylon, in exile. They have lost everything. They have lost their land. They have lost their temple. They have lost their king.
They have lost their national identity. They are in exile. So they are saying our bones are dried up. Our hope is lost. We are cut off. God gives Ezekiel the vision to show that he is not done with these Israelites. He is not yet done. Hallelujah. Amen. You know the story of the exiles, how their sin led them into exile. The sin of disobedience, the sin of unfaithfulness, the sin of wickedness, idol worship, sexual immorality, and all those sins. How finally God's wrath was upon them, and they raised an enemy who captured them and destroyed everything, and he sent them to exile. So while they are there, they have lost hope. But God is God. God is God. So God sees the reality of your valley. The valley was full of bones, and the bones were very dry. When we say very dry, it means it's beyond human help. It's beyond. It's very dry. No meat, no water, no tendons, no skin, nothing. Very dry. But that is where God begins. Where man stops. When man loses hopes, he loses everything and he surrenders. That is where God begins. So God sees the reality of your valley today as we're seated here. The valley was full of bones and very dry ones. And God does not avoid this mess. He sees the mess, but God is not a human being who can avoid the mess. He invites honesty into this mess. He knows they are dead, yes. That's why he's asking, can these bones live? Can these bones live? Name the dry places in your life. As you're seated here, what are the dry places in your life? Dead marriage? Dead dreams? Dead church? Dead desire for God? Have an introspection. What is dead in your life? Fake life doesn't help. God starts with the truth. That's why he says, Lord, you know. Ezekiel is saying, Lord, you know. Because God wants the truth, not fake life. Sometimes we try to avoid the valley, but God meets us in that valley. He meets us in the hospitals when our health has failed us, when we have dry bones. He meets us at the funerals when we have lost our loved ones. They have become dry bones. God meets us there. He meets us at our empty bedrooms. When we have divorced, when we have separated, the bedrooms are empty. God meets us there. And that is where the resurrection starts. God uses his word and the Spirit to revive. That's why he is telling Prophet Ezekiel, he's saying, prophesy. That is the word. Prophesy that these bones may live. Verse 4 says, then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach to tendons and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Hallelujah. So God uses his word and his Spirit, because the word has been spoken to the bones and the Spirit has been breathed into the bones. Those are two things. That's how it was commanded. Say the word.
breathe the Spirit into the bones, to the four winds, to the north, to the south, to the east, to the west. Then, as he says the word, and as he breathes, there is the noise, there is the rattling, the bones are coming together, tendons are being formed, the flesh is coming to life, and then the skin is covering, but still they remain corpses because there is no breath. They still remain corpses. So until again, he breathes his spirit into these corpses, and then now they stand into a vast army, huge, in the valley. So you need to speak a word into your dryness. If your marriage is dry, speak a word into it. Prophesy that this marriage shall live again. I prophesy that this marriage shall be revived in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. You speak the word into your dryness in the life. If you are sick, speak the word of God into your sickness. If you have a broken relationship, speak the word into that broken relationship. If your business has collapsed, speak the word of God into that business. Whatever is dry in your life, speak the word of God into it. There is power in the prophecy. If it's a case of unemployment, speak the word into that job that you are aspiring to get. Speak the word that God, I prophesy, I shall get this job. You prophesy. Speak. Speak to it. There's power in prophecy. There's power in the word. A wonder-working God will do something upon what you speak. Just as words can curse, words can bless. There's power in the word. And as Christians, we're privileged because we have God. The witchcrafts and the wizards, when they want to bewitch you, they speak a word of curse upon whatever you want. If they want to cause an accident upon your life, they will curse. They speak, may accident kill you, may accident kill you. And they kill you, they kill people, they cause accidents because of their word. What about you as a Christian who has God? There's power in the word. Believe, command, speak, prophesy. And all problems shall retreat, shall go back. Whatever you have lost, you're going to revive it in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. As much as we need programs to resuscitate whatever has been lost, as much as we need therapies, we need the Holy Spirit. That's why when the word is said, it is a process. It is a bone and a bone, then it is a tendon, then it is a flesh, then it is a skin. You could hear the rattling, you could hear the noise. So whatever that is being revived, it is a process, it is a procedure. Don't lose hope. Don't just pray once and say, now it is not happening, and then you lose hope. It is a process. As seen here, by the word, step by step, breathe the Spirit, step by step. And then there is a large army standing up. So whatever you are praying for, whatever you are speaking the word to, don't speak once and expect an instant miracle. And if it does not happen, and then you start saying, no, it's not happening, I leave, I surrender, I go. Don't do that. It is procedural. It's a program. Pole. Pray over it. Speak a word. Prophesy. And then wait. Patiently wait. God is going to do something upon your dryness in your life in the name of Jesus. Amen. A church can be big as ours, but still that church can be dead. It can have big budgets. It can have volunteers. It can have a powerful praise and worship, but still that church could be dead without the breath of God. Just like the corpses were there. The words were spoken, the bones and bones were touched, tendons, flesh, skin, but still they were corpses.
until the Spirit was breathed into these bones, and then there was life. So we can have structure, we can have everything. If we don't have the Spirit of God, still we remain dead. Hallelujah? Yes. So we need the Spirit of God. Very important. When our hearts feels dry towards our spouses, we should speak scripture over it and ask for fresh breath and eat. Don't walk away from your partner. Don't walk away from a relationship. Don't walk away from a marriage. Speak your word upon it. Men have failed and they have walked away. They have forgotten that this word has power, and you have the word. Speak that word over your problem. God's purpose is the resurrection, not just a revival. That's why he says, I will open your graves and raise you up and bring you unto the land. So God did not just comfort them while they were in exile, but God brought them back home. A vast army, a lot of them, standing strong on mission. So God restores you for a purpose. God calls your marriage, God calls your joy, God calls your calling. God is not afraid of our church's valley. He is not afraid. He is not afraid of our valley. As I said, that the dry bones don't intimidate God. They don't. They are just the materials for the resurrection. We cannot pretend. Is our prayer life dry? Is our evangelism dry? Is our unity dry? Is our giving dry in this church? God cannot resurrect what we won't admit is dead. So we must admit that in this area we are dead. And therefore we need to speak a word over it. We need a Spirit of God over it to bring it back to life. But when we pretend that everything is okay, we be like the Israelites when they were in exile. They pretended everything was well. But God saw the dry bones. And that's why he took Ezekiel to the valley to show him. Back forth, back forth, back forth, back forth. All corners. Check, check, check. Turn. Dry bones everywhere. The truth is we are dry. So we must admit that we are dry. In our various areas, we are dry. The moment we admit, the better for us. But the moment we pretend that everything is wild, it is wild, it is wild, it is wild, it's wild, then we seal off God. Because everything, we are comfortable. So the moment we admit that we have dryness in our lives, that's when we start calling upon the word of God. It's the time we start prophesying the word of God upon our dryness. Revival comes through the word and the Spirit. So Ezekiel was given 2 commands: to prophesy to the bones. That's why it says we need uncompromising preaching of the scripture. Prophecy, God is truth, over sin, over conflicts, over divisions in the church. When we do that, we shall be safe. Prophesy to the breath. Come from the 4 winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live. We cannot manufacture what the Spirit gives. It cannot. We cannot manufacture what the Spirit gives. We need to cry out, Holy Spirit, come! They came to life and they stood up on their feet. A vast army, a large army. God doesn't raise us to sit on our pews. He doesn't raise us to just sit on our pews. God raises us to stand and fight. Hallelujah! To stand and fight. A vast army. Standing on the feet. Not seated, not sleeping. Standing. Are you standing? Are you seated? For how long are you going to sit on the pews? Till eternity? If you've been revived, stand up and fight. Fight for God.
From graves to mission. God hears what the church prays for. He will answer our exact desperation. That's what he will answer. Resurrection is to relocate. God does not raise us to stay in the graveyard. Once we are raised, we stand up. He brings us back to purpose. He brings us back to mission. He brings us back to our communities. He brings us back to fellowship with others in hospitals, in prisons, in orphanages, with all the eunuchs. We must fellowship with others once we have been raised. You're not raised to sit down and keep quiet. When you are raised up, fight and commune with others. Have a fellowship with God. God raises an army, not just an audience that just listens. We must be alive. We must be mobilized. Making disciples, not just alive for Sunday service, but for Monday, for Tuesday, for Wednesday, for Thursday, for Friday, for Saturday, for 1 week, 1 month, 1 year, throughout. We must stand up. What are the dry bones in your life? Speak to yourself. What are the dry bones in your life? Ni sehemu gani ambayo imekauka katika maisha yako? Ni ndoa yako imekauka? Ni hali ya afya ambayo imekauka? Biashara vimekauka? Watoto wako wamekauka? Roho yako imekauka? Uhusiano wako na Mungu umekauka? Ni sehemu gani ya maisha yako ambayo imekauka? Where are the dry bones in our church? Where are they? Are we willing to speak God's word over it? Are we willing to breathe life over it? Speak to it. Speak to it. Look at your marriage. Look at your children. Look at your health. Look at your relationships. Look at your spirituality. Look at it. Is there examine them. Examine them. Examine your spouse. Look at your husband. Look at your wife. Look at your children. You see some dryness. You see some gray areas. And you say, God, I prophesy. I speak a word upon this. I'm seeing something there, God. Spot on. Spot on. Speak to it. Speak to it. I want us to start speaking over our dryness. Don't just sit. Don't just be an audience. Let us speak. Let us speak. Speak to our lives. Speak to our children. Speak to our marriage. Speak. Speak to yourself. Speak. There's power in the word. It is possible. It's going to be revived. I want you to believe. It's gonna be. It's gonna be. It's gonna be. It is today. It is now. It is now. We have power of the word. I want us to prophesy. I want us to stand up as we speak to our God in our areas of dry. Don't keep quiet. Come on, don't keep quiet. Don't keep quiet. Don't keep quiet. Come on, don't keep quiet. Speak, speak. Speak to your dryness. Stand up. Let us speak, 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 speak. Come on, let's speak. Speak to your dryness. Speak, speak, speak to your dryness. Speak to it, speak to it. Speak to it. Speak to it. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, you know the truth.
Baba, unajua ukweli. Unajua ukweli katika maisha yetu kwamba yamekauka. Unajua ukweli kwamba hatuna amani katika ndoa zetu. Baba, unajua ukweli kwamba kuna mifupa mikavu katika watoto wetu. Baba, unajua ukweli. Baba, unajua ukweli katika hali yetu ya Kikristo, katika hali yetu ya kiroho. Baba, kuna mifupa mikavu. Baba, unaijua. Asante Baba. Baba, ongea pamoja nasi. Ongea pamoja nasi, maana wewe ni Baba wetu. Maana wewe ni Mungu wetu. Baba, una nguvu za kufufua mifupa hiyo. Baba, ukavifua katika jina la Yesu. Asante Baba. Baba, hatuwezi bila wewe. Tunahitaji neno lako. Tunahitaji Roho Mtakatifu kufufua mifupa ambayo imekauka katika maisha yetu. Afya yetu imekauka. Baba, urejeshe. Baba, urejeshe afya zetu, wazazi wetu, watoto wetu, familia zetu. Baba, urejesha. Kuna mifupa mikavu. Baba, kuna mifupa mikavu, na huo ndio ukweli. Baba, unajua Baba, unapotembea katika maisha yetu, mbele na nyuma, kando na kando, Baba, unatuona katika roho zetu, unatuona Baba. Kuna mifupa mikali, kuna mifupa mikavu katika kanisa letu hili Baba, kuna mifupa mikavu. Baba, utusaidie. Tunanena neno lako juu ya mifupa hiyo kwamba hiyo hai, maana wewe ni Mungu. Asante Baba. Roho wako Mtakatifu ashuke, atujaze katika mifupa hiyo mikavu, ili Baba tukapata kusimama kama jeshi kubwa kutoka kaburini, jeshi kubwa ambalo linakuabudu, jeshi kubwa ambalo linafanya kazi yako Baba, tukapata kufanya kazi yako, maana wewe ni Mungu. Tutembee mji hadi mwingine, miji yote nchini Jehova. Tutembee katika familia zetu Baba. Baba, tulie neno lako juu ya familia yetu, juu ya watoto wetu, juu ya ndoa yetu, juu ya kazi yetu, juu ya biashara vyetu, ili Baba ukapata kupuliza hewa, ukapata kupuliza uhai katika hali zetu za ukavu. Wewe ni Mungu. Asante Baba. For how long can we pretend? For how long can we live a fake life? For God knows our dryness. We admit, we surrender that it is not possible without you, God. We cannot manage. Indeed, we are dry. Indeed, we are dead. Very dry. God, begin the resurrection upon our lives in the name of Jesus. We command, we prophesy upon our lives in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Asante Baba. Asante Jehova. Asante Mungu wetu. Wewe ni Mungu. Wacha uitwe Mungu. Wacha tuone tofauti katika maisha yetu. Asante Baba. Wacha uwepo wako Mungu wetu. Baba, utembee pamoja na kanisa letu. Baba, utembee pamoja na familia zetu. Baba, ulete amani, maana wewe ni Mungu. Kilichopotea Baba kirudi katika jina la Yesu. Natangaza ushindi, maana wewe ni Mungu. Tupe ushindi Baba, maana wewe ni Mungu. Asante Baba. Asante. Asante Mungu wetu. Umetenda. Asante Mungu wetu. Waliopoteza imani inarejea. Waliopoteza tumaini Baba unarejesha. Wanaopoteza ndoa yao Baba inarejea. Waliopoteza watoto wao wanarudi. Wanaopoteza afya yao inarudi. Wanaopoteza mali yao inarudi katika jina la Yesu. Asante Baba. Neno lako juu ya maisha yetu. Roho wako juu ya maisha yetu. Asante Yesu. Namkaribisha Mchungaji James yeye wasonge mbele hapa ili akapate kuombea wale ambao wana mifupa mikavu ndani ya maisha yao. Mchungaji wetu, songa mbele. Praise and worship, mnapopeana wimbo chini, basi wale ambao wanasikia kwamba mifupa yao imekauka, wanaiona tu imekauka, naomba kwamba uinue mikono yao juu. Mtumishi wa Mungu anapowaombea, anaponena neno la Mungu juu ya maisha yenu, ili Roho Mtakatifu akapate kushuka na kuwajaza na kuwapa uhai katika jina la Yesu. Asante. Asante.
mtumishi wake ya kwamba mifupa inaweza kuwa hai tena. Tumepitia katika hali ya ukame, hali ya mateso, na katika siku ya leo, kulingana na neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu, ni kwamba mambo yetu ambayo yamekufa yanaenda kuwa hai tena. Kwa hivyo kwa wakati huu ningependa, pengine unaweza kuwa na jambo fulani ambalo limekusumbua kwa muda mrefu, ambao ungependa Bwana akaweza kukusaidia katika hali ya biashara, katika hali ya kutafuta kazi, changamoto pale kazini, changamoto kwenye ndoa, kudharauliwa. Mungu ananena ya kwamba mambo hayo yatabadilika kuwa hai. Pengine umesimia kiroho, umerudi chini kiroho, Mungu anaenda kukuinua tena. Kama yupo hapa na unahitaji maombi, hebu na ukanyoshe mkono ya kwamba Bwana aweze kukubariki tena. Asante kwa sababu ya mikono. Bwana kubariki sana, na ninaamini ya kwamba kupitia kwa imani Mungu anaenda kutenda jambo jipya juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, nataka nikushukuru mchana wa leo. Asante kwa sababu ya neno lako takatifu ambalo limetoka kwa mtumishi wako kutoka kwa kinywa chako, ya kwamba mifupa inaweza kuwa hai tena. Mambo yetu ambayo yamekufa, pengine tumeangamia kiroho, Baba unanena ya kwamba tutakuwa hai tena. Nataka nimwombee yule ambaye ameinua mkono wake mchana wa leo, ya kwamba shuka ukakutane na mahitaji yake. Wapo ni biashara zake, ninainua tena katika jina la Yesu Kristo. Ninatabiri baraka juu ya maisha yake, ninanena baraka juu ya maisha yake na juu ya biashara zake. Baba muinue, Baba muonekanie walio na shida mbalimbali, walio na magonjwa, waliodharauliwa, waliorudi nyuma, Baba kwa wainue tena, maana neno lako limesema ya kwamba tutainuliwa. Asante kwa sababu ya neno lako, maana neno lako ni takatifu, neno lako ni taa katika maisha yetu, neno lako linatuongoza. Asante kwa watu wako ambao wamekusanyika siku ya leo kwa sababu ya kukuabudu. Sikia kilio chao, wanaolia Bwana wakumbuke, walio na mateso Bwana wafariji, walio na shida mbalimbali Bwana wainue, wanaotafuta kazi Bwana wakapokea katika jina la Yesu Kristo. Pokea baraka ya Mungu, pokea baraka ya Mungu, pokea uponyaji wa Mungu katika jina la Yesu Kristo, jina zaidi ya majina yote. Asante Jehova, asante maana umetenda, asante maana umebariki watu wako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. Something shall be well. Oh, salama, salama, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Tenzi namba 144 kwa njia ya maombi. Amen.
Ikiri imani yetu kwa maneno ya imani ya mitume. Namwamini Mungu mwenye enzi, Muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa wakati wa utawala wa Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa na kuzikwa, akashuka kwa wafu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini, akapaa kwenda mbinguni, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kutoka huko atarudi tena kwa hukumu walio hai na waliokufa. Kanisa takatifu ulimwenguni kote, ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amen. Bwana awe nanyi. Tuombe. Amen. Bwana utuonyeshe rehema zako. Bwana umuongoze rais wetu, mhudumu wako akutumikie kwa uaminifu katika bonde la giza kuu, kama miti iliyo kando ya maji. Tutume kama chumvi ya dunia. Utukufu wako ujaze dunia. Sala ya siku pamoja. Mungu mwenye enzi, tunakushukuru kwa mwanao Yesu Kristo, Mwokozi aliyeteuliwa siku za kale, na ambaye kwa kuzaliwa kwake nuru ya wokovu imewashukia wote wakaomwamini. Tujalie tuwe mabalozi wake wema hapa ulimwenguni, katika nguvu zake tangaze Injili kwa jinsi iwezekanavyo. Kwake yeye aliyeshinda kifo na sasa anaishi pamoja na wewe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu mmoja sasa na hata milele. Bwana kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Sala ya kuombea amani. Mungu mwenye enzi na uishie milele, Baba na mfalme wa amani, katika utulivu na kujirudi twaokolewa, katika ukimya na tumaini twapata nguvu. Utupe baraka za kutaka kuwa na maridhiano na amani na furaha ya kutafuta haki. Tuondolee mioyoni mwetu dhiki na taabu zote, uyafanye maisha yetu yashuhudie uzuri wa amani. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sala ya kuomba neema. Mungu mwenye enzi, umekuwa mlinzi usiku kucha, utulinde mchana kutwa, tuwe nuruni na mashahidi wa njia zako. Tutafute ufalme wako kwanza na tukuone katika kila mmoja wetu. Tuongoze katika njia za mwanao na utuelekeze kwenye mapito ya siku ya Bwana, kwa Yesu Kristo Bwana. Amen. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Nchi wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya nchi yetu. Tunaleta taifa letu mikononi mwako, tukikumbuka viongozi wetu wote wa nchi hii, kuanzia president wetu ambaye ni Daktari
Daktari William Samoei Ruto na viongozi wote Bwana, ili watumie mamlaka uliyowakabidhi. Tunaomba ili Bwana waweze kufanya kazi kulingana na mapenzi yako na uelekeze katika njia zako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, wewe limetukuka jina lake Yesu. Sala ya kuombea kanisa na wahudumu. Mungu mwenye enzi uishie milele, ambaye kwako pekee nguvu zote zatoka, uwape roho ya neema na uzima maaskofu wetu na makasisi na mashemasi na watu wote waliokabidhiwa. Uwamiminie baraka yako kama umande ili wakupendeze kwa kweli. Utujalie hayo e Bwana, kwa ajili ya heshima ya mwombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo. Amen. Watu wanatafakari kuinua mbele zako na kuomba uzima wakati wa ugonjwa, uhai wakati wa mauti, nguvu wakati wa unyonge, mwanga wakati wa giza. Kwa miujiza yako unajitwalia pungufu wao, unawashirikisha amani yako milele. Na tujiunge kwa sala ya Kristostomu mtakatifu. Mungu mwenye enzi, uliyetupa neema wakati huu, tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa pamoja. Unaahidi ya kwamba watu wawili au watatu utaomba mahitaji yao. Tuyatimize sasa, ee Bwana, maombi ya watumishi wako. Tujalie tujue kweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo. Kwa Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. Shall we put our hands together for the Lord Jesus? How many of you are happy to be the first Sunday in the month of May? Tell somebody, I'm happy to see the first Sunday. Then advise that person, according to the word of God we've heard, don't live a fake life. Oh, you forgot him. We just heard that word. Say, don't live a fake life. Don't live a fake life. Praise the Lord. Amen. Now, if you are here this morning, you want to pay your tithe, can you quickly come? And then we'll take the offering. Also, the praise team should be prepared right now. As I'm speaking, if you are here this morning and you want to drop your tithe, quickly come and join me in the front. I'm going to pray with you. That is the way we do it now. You are paying your tithe to come and join me here in the front. That doesn't exclude all clergy, also we also pay tithe. Amen. So just come here, every one of us. We are paying your tithe this morning. I want to pray a special prayer for you. I will shake your hand and your life will not remain the same again. Okay, thank you, my brothers. We can come forward. Don't be afraid of the other. All of you will be priests one day. Come forward. Amen. Let's pray. Heavenly Father, we want to thank you for your sons and your daughters who have come before you to drop their tithe this morning. I ask, oh God, according to the blessing in your word that is already documented, as they drop their tithes today, every form of hardship in their family, in their marriages, in their businesses, Lord, you will address it today in the name of the Lord Jesus. Just as we've read from the book of Ezekiel 37, as they drop their tithe this morning, every dry bones in their life will rise again. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. So you drop your tithe, then I shake your hand and go back to your seat. Quickly. The Lord bless you. Mama, the Lord bless you. The Lord bless you. The Lord bless you. The Lord bless you, sir. And those of you that have paid online, you can come and shake my hands. I know some of you have dropped it online. You quickly come shake my hands also. The Lord bless you.
tunapoenda kumtolea Bwana. Tutaanza kupiga makofi, kumwimbia kwa shangwe na vigelegele. Ameniona huyu Yesu. Haya, tupige makofi kwa Yesu. Ameniona
vyote vyatoka kwako, Bwana. Shukuru. Asante kwa sababu ya ibada hii. Watoto wako wametolea shukurani zao. Naomba uachalie neema ya baraka juu ya maisha yao. Uwainue Bwana na kuwalinda. Baba, ibariki sadaka hii na kufanya kazi yako. Bwana, kanisa lako liinuliwe na upewe sifa. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. At this time, I want to call on Mumai's family. They are going to have a special family Thanksgiving. I know they are leaving immediately after now. Mumai's family, the praise team assist me, sing for them as they come out for their family Thanksgiving. Praise team, please. I want us to join them to celebrate God as a family. Okay, can you please sing for them? Baba, shukrani zetu twaleta kwako. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Jina langu mimi naitwa Barbara Linda Kambogi Otieno. Mimi ni mwanafamilia, familia kubwa ya Orlando ambapo Momanyi ameoa msichana wetu Sheila. Sisi tumetoka Nairobi, tunaishi Nairobi, lakini jana tulikuwa na shughuli ya familia ya kumsherekea Momanyi pamoja na Sheila, kwa sababu toka wamefunga ndoa miaka 10 iliyopita, sisi kama familia tulikuwa hatujawahi kuja kumtembelea msichana wetu. Jana Mungu ametuwezesha na tumeweza kuwa na shughuli kubwa nzuri na ikafana sana. Kwa hiyo tukasema ni vyema pia tuje kwanza tuabudu pamoja na nyinyi, lakini pia tutoe shukrani kwa Mungu kwa haya mema yote ambayo ametufanyia katika familia zetu. Tunashukuru sana kwa jinsi mlivyotukaribisha, tumeona ukarimu wenu, lakini pia tumependa funzo au masomo au mahubiri ambayo tumeweza kuyasikia hapa. Mimi for one, I was very touched kuhusu dry bones. I think kuna dry bone yangu mimi ninayo ndani mpaka nikatoa machozi kwa sababu nilimuomba Mungu, nikatia neno katika hiyo dry bone yangu, Mungu anifungulie. Na sisi kama familia naamini kila mmoja wetu ana hiyo dry bone. Sio tu just individually, hata as a family mnaweza mkawa na that one collective dry bone, that one common dry bone. Hivyo nimeshukuru sana Pastor, Reverend, Bishop, nimeshukuru sana kwa hilo neno. Labda nifanye na introduction kidogo, alafu kama mtaturuhusu tafadhali, pia tuna wimbo wetu tungependa tuwaimbie. So mimi nimeintroduce kama Barbara Linda Kambogi Orlando Otieno. Huyu hapa ni Otieno, my sweetheart, my love, my babe. Alitoa
kwetu Tanzania, nimekuja hapa Kenya kuishi na nyinyi na yeye na familia yake. Alafu pia labda nianze kwa wadogo, alafu ndo tuende kwa wakubwa. Momanyi na bibi yake Sheila ndio waona wamependeza kabisa, mpaka wamekuwa na matching outfits na wanasherehekea hata miaka 10 ya ndoa mwezi wa 8. Yes, tunazidi kuwaombea. Alafu anafuata shemeji yangu hapa, anaitwa Michael Orlando pamoja na mke wake mrembo Lea Belinda. Mimi bwana yangu ndo anamfuata yeye na Sheila ndo anamfuata bwana yangu. Sasa Sheila ndio last born, the only girl. Alafu anafuata bei wangu, alafu anafuata Sheila amewakilishwa na mke wake mrembo hapa, anaitwa Janet Mudhoni. Yeye ametoka Murang'a. Alafu kuna familia nyingine kubwa, firstborn wetu ambaye unfortunately hakuweza kuja, lakini ametuma salamu zake. Pia tumesindikizwa na kazini yetu hapa Rael pamoja na mtoto wake Stacy, walikuja pamoja na sisi kwa ajili ya kusherehekea. Then last but not least, mama yetu kipenzi anaitwa Mary Yakinyi Orlando. Tunatembea na yeye na labda kwa heshima kubwa pia nipatie nafasi mama awasalimie. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Asifiwe tena. Vile mmesikia majina yangu ni Mary Orlando. Zaidi ya yote nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amekuwa mlinzi mwema pamoja na jamii yangu. Nazidi kumtumikia, kumheshia kila mara. Bwana asifiwe. Hata tunashukuru Mungu sana kwa hii nafasi ya kipekee. Hatukujua, hatukutarajia siku moja tutaabudu hii nchi ya Kisii. Lakini Mungu ni nani? Anatenda kwa wakati wake ikifika. Kwa hivyo ni kumshukuru tu na kumtumikia kila mara. Asante. Kama mtaturuhusu, tunaomba please mtujoin ni nyimbo ambayo mnaijua, What a Friend We Have in Jesus. Yeah? To God in prayer.